Hatua ya kwanza nitakunja kitambaa changu hivyo mara mbili, na kisha nitapima urefu nitaweka 7 na upana nitaweka 6. Ni 12 kwa sababu nimekunja mara mbili, basi itakuwa 6. Kwa hiyo nitaweka hapo kwenye 7 na nitapanda juu. Nitaanzia hapo tena nipeweka mstari mpaka kwenye 8, huo ni mkanda. Kwa hiyo nitachonga hapo, nitatumia tu inchi 1.5 kwenye upana wa huo mkanda. Mpaka hapo nitachonga vizuri, nitatengeneza shepu ile hapo kama unaloona, na baada ya hapo nitakata. Baada ya kukata nitagandamizia pia cha pili, kwa nitatoa viwili, itaonekana kama hivyo. Na baada ya hapo nitachukua sponji yangu na nitagandamizia sponji, nitakata pia. Kwa hiyo nitatoa sponji kwa vyote viwili na itakuwa kama hivyo ambavyo umeona. Kwa baada hapo nitachora mistari ili kugandamiza sponji pamoja na kitenge changu, na kama unavyoona imekuwa vizuri. Kwa hiyo nitaenda kushona huku upande wa kulia na kushoto, kuunganisha vyote viwili, na kama unavyoona nimeshaunganisha na vimekuwa vizuri sana. Kwa hiyo nitageuza kwa nje na nitaenda kuweka lining zangu. Kwa hiyo nitashonea kwa nje hivyo kwa hapo juu. Kama hivyo unavyoona, na nitageuza pande wa pili na nitashona hapo pia. Kwa hiyo nitageuza kwa ndani na itakuwa hivyo vizuri kama ulivyoona. Kwa hiyo nitashona hapo kwenye huu mkanda mpaka chini. Kwa hiyo nitakata kwanza saizi nzuri zilingane pote, na baada ya kulinganisha nitashona hiyo lining kwa ndani, na baada ya kushona kwa nitashona hapo, nitashona pia na pochi yenyewe. Hatua inayofuata nitaenda kuweka zipu yangu. Kwa nitaweka zipu hapo na kisha nitaishonea kwenye hilo pochi huku na huku. Baada ya hapo pochi yangu ipo tayari. Hii inaitwa half moon hobo bag. Kama unavyoona ni nzuri sana, ina shape kama ya half moon, nzuri na ni simple sana kwa matumizi yako binafsi.